Yes, kama wewe ni mfugaji wa nyuki, kama wewe ni mtu ambaye unasimamia mizinga na kadhalika, ukikiona hiki kiota kwenye mzinga wako, hakikisha umekitoa na umekiharibu. Unajua kwa nini? Hiki ni kiota cha nyigu au kwa jina la Kiingereza wanaitwa wasps. Hawa waliopo humu ndo wasps ambao ni wako kwenye pupa stage, I don't think. Lakini hawa ambao humu kuko open ni ambao wako na nani, ambao wanaendelea kukua, lakini wengine walishatotolewa. Sasa kwa nini nakwambia hichi kiota ukiharibu ukikuta kwenye mzinga? Kwa sababu zifuatazo. Nyigu kama unamsikia kwenye nyuki ni hatari. Kwa sababu gani? Nyigu hawa wanaokuwa hawa wanalishwa, wanahitaji chakula ambacho ni rich of protein, na nyigu huwa wanaenda kwenye mizinga ya nyuki, kwenye matoto, zile brood au matoto yanayoendelea kukua, ambayo ni developing bees. Ile ni sosi nzuri sana ya protini kwa nyigu. Kwa hiyo anaweza kwenda kuvamia mzinga na kwenda kuchukua matoto kwa ajili ya kuyalisha matoto yake. Cha pili, nyigu yule mkubwa ambaye ameshakuwa, yeye huwa ni mvamizi. Yeye anakula asali au vyakula vingine vya sukari kama matunda, nectar na nini. Kwa hiyo ni competition kwa nyuki kwenye makazi ambayo nyuki wanaishi. Kwa hiyo huyu nyigu, hiki kiota ukikikuta ndani ya mzinga ni hatari, na nyigu hao wanaweza wakaingia kabla mzinga haujawa na nyuki au mzinga ukiwa na nyuki. Sasa sisi leo tulikuwa tunafanya regular inspection kwa mizinga tu ambayo ilikuwa tumeitundika haina nyuki bado, ndio tukawa tunafanya ukaguzi. Sasa hii mizinga tumekuta kuna kiota cha nyigu, na ndio maana mzinga nyuki hawajaingia. Kwa hiyo hichi tumekidestroy kama unavyokiona hapa, tumekipiga moto kidogo na nyigu wamefanikiwa kukimbia. Kama unavyokiona tumekipiga moto kidogo kwa ajili ya kuwaua wale nyigu ambao wanaweza wakasumbua nyuki wetu. Lakini pia kwa mzinga ambao una nyuki unatakiwa kukitoa. Ukikuta mzinga una nyuki unatakiwa kukitoa, kwa sababu wanakaaga kwenye fremu za mzinga au kwenye mfuniko, wanakuwa wamejenga kwa nje au kwa ndani. Kwa maana yake kwa baadhi ya makundi ambayo ni strong yanaweza kuishi na nyigu na yakasurvive kwa sababu yanaona nyigu yanawaweza. Lakini kwa makundi ambayo ni weak hayawezi kupambana na nyigu. Kwa hiyo itafika kipindi kundi hilo litahama. Likihama unakuwa umekosa nyuki. Ukikosa nyuki huwezi kupata mazao ya nyuki kama vile asali, nta na kadhalika. Kwa hiyo kuwa makini sana unapofanya ukaguzi. Na hawa nyigu wako aina mbili. Kuna hawa wasps wa kawaida na kuna wale madabas. Madabas hata kwenye majumba yetu wapo. Huwa mara nyingi wanatengeneza kiota kwa kutumia udongo. Wanatumia paralyzed wa spiders. Wale buibui wanaenda wanamparalyze, zeni wanataga yai ndani, mtoto anakuwa kwa kula chakula cha nini? Kwa kula kile chakula kutoka kwenye kwa spider. Lakini kwa nyigu hawa wao wanatumia sana hivyo vitu vya nyuki na nini. Kwa hiyo ni competition na unatakiwa kudestroy na kadhalika. Nje na hawa kuna wadudu wengine ambao wanasumbua nyuki ambao ni sisimizi, siafu, buibui na kadhalika, ambao na wenyewe ni wakorofi. Tutamzungumzia kila mmoja kwa niaba yake. Lakini kwa leo watambue nyigu, na ukikuta kiota kama hiki kwenye mzinga unatakiwa kukitoa. Lakini pia ukitundika mizinga hakikisha unafanya regular inspection kwa ajili ya kuzuia wadudu kama hawa wakiwa wameingia mapema kabla nyuki wako hawajaingia. Kwa more api tips kama hizi, nyuki fact na kadhalika, endelea kutufuatilia. Asante.